Get the point. Take a step forward. Ruhusu Mungu aongee na wewe. Usichukulie katika mazoea. Mwachie Yesu azungumze na wewe kupitia somo la leo. Ina hakika kuna nguvu mpya utaipata ukitoka katika ibada ya leo. Waamuzi 11 tutasoma yote, alafu baadaye tutaanza kuzuhusu Roho aongee na kutano hili. Msomaji naomba usome. Waamuzi 11 kuanzia fungu la kwanza. Ndiyo. Basi huyo Yefta Mgiliadi alikuwa mtu shujaa sana. Basi huyo Magufuli. Mgiliadi. Nani? Mgiliadi. Nani? Yefta. Sawa. Alikuwa mtu shujaa sana. Alikuwa dhaifu. Nani? Weka kichwani hilo neno. Naye alikuwa ni mwana wa mwanamke kahaba. Alikuwa ni mwana wa shemasi. Halo? Wa mwanamke? Wa mwanamke? Asa weka hilo kahaba lieke moyoni. Nitaliongea sana. Gileadi akamzaa Yefta. Gileadi akamzaa nani? Yefta. Ndio. Mkewe huyo Gileadi akamzalia wana, na hao wana wa mkewe hapo walipokuwa wamekuwa wakubwa wakamtoa Yefta na kumwambia, wewe hutarithi katika nyumba ya baba yetu. Wakamfukuza nani? Yefta. Wakamfukuza nani? Yefta. Wakasema hatafanya nini? Ndugu zake wakamfukuza. Weka kichwani hilo nitaliongelea. Kwa sababu wewe mwana wa mwanamke mwingine. Kwa sababu wewe ni mtoto wa nje ya ndoa. Halo? Wewe ni mtoto wa nje ya ndoa. Okay, wewe kichwani hilo nitaliongelea. Ndio? Ndipo Yefta akawakimbia au nduguze. Yefta wakati anafanyiwa hayo, ili lazima afanye nini? Akakimbie. Akawaacha. Tuko sawa? Akawaacha. Tuko sawa? Akawaacha nyumba lao. Nitaongea baadaye. Akakaa katika nchi ya Tobu. Akakaa katika nchi ya Kenya. Nchi gani? Weka kichwani nitaliongelea hilo. Na watu mabaradhuri walikwenda na kumtangamana na Yefta. Wakatoka kwenda pamoja naye. Ikawa baadaye wana wa Amoni wakapigana na Israeli. Waliopigana na Waisraeli ni wana wa Tanzania. Wa nani? Wa Amoni. Weka kichwani hilo. Ikatukia hapo wana wa Amoni walipopigana na Israeli, wazee wa Gileadi wakaenda kumtoa huyo Yefta katika ile nchi ya Tobu. Wazee wa Kisumu. Wa wapi? Kule alipofukuzwa. Leo wanaenda kumtafuta ni watu gani? Vijana. Halo. Baada ya vita kutokea. Iwe kichwani nitaiongelea na wewe. Weka kichwani. Wakamwambia Yefta, njoo wewe uwe kichwa chetu. Njoo uwe mkia. Kichwa chetu. Njoo uchukue urithi wako. Njoo uwe kichwa chetu. Si walimfukuza? Nitaongea baadaye. Endelea. Ili tupate kupigana na wana wa Amoni. Yefta akawaambia wazee wa Gileadi. Yefta akaanza kuambia. Je, ninyi hamkunichukia mimi na kunifukuza nitoke katika nyumba ya baba yangu? Si nyinyi mlinifukuza? Basi kwani kunijilia hivi sasa wakati mlio katika taabu? Wakati mlio katika raha. Wakati wa nini? Kumbe wakati wa raha walimfanya nini? Wakati wa taabu wakafanya nini? Nitaiongelea. Endelea. Wazee wa Gileadi wakamwambia. Wakasemaje? Wakamwambia Yefta, wazee na mvi zao. Kwa ajili ya hayo sasa tumegeuka kukuelewa wewe tena. Wamefanya nini? Tumegeuka kukuelewa wewe. Wamefanya nini tena? Nitaliongea hilo. Weka kichwani. Wale wamegeuka. Nani kawageuza? Baadaye nitaongea. Endelea. Tumegeuka kukuelekea wewe tena. Ili uende pamoja nasi na kupigana na wana wa Amoni. Nawe utakuwa kichwa chetu juu ya wenyeji wote. Akaambiwa atakuwa mkia tena. Atakuwa kichwa.
Sasa naomba ukimbie mstari ule wa 27. Mstari 27. 27 unasema. No, 30 inasema. Naye Yefta akamwekea Bwana nadhiri. Akamwekea Bwana nini? Nadhiri. Akasema kwamba wewe utawatia wana wa Amoni mkononi mwangu kweli. Ndipo itakuwa ya nyumba. Mstari wa 34. Sasa inasema kisha Yefta akafika Mispa nyumbani kwake, na tazama binti yake akamtokea kumlaki, na matali ya machezo, naye alikuwa ni mwanawe pekee, hakuwa na mwingine mwana wala binti ila yeye. Ikawa alipomwona akajanarua mavazi yake, akasema, ndio ole wangu mwanangu, ndio umenitweza sana, ndio nawe mmoja miongoni mwa hao wanisumbuao. Kwa kuwa mimi nimemfunulia Bwana kinywa changu, nami siwezi kurejea nyuma. Binti yake akamwambia, akasema, baba yangu, wewe umemfunulia Bwana kinywa chako, basi unifanyie sawa sawa na hayo yaliyotoka kinywani mwako, kwa kuwa yeye Bwana amekulipia kisasi juu ya adui zako. Tosha. Au wana wa Amoni. Tosha. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niiweke pia nipate kutuku. Bwana wangu, ewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku unene vile kwa upole, nong'oneza kwa pole, upole wa pendo. Daima tutashinda, daima uhuru ni wako, uhuru ni wa. Nisikie sauti, nisikie maneno, uachwi upweke Yesu kila siku Yesu, nena sasa. Upole, nong'oneza, pole, upole wa pendo. Daima mtashinda, daima ninyi ni washindi, daima tumeumbwa kushinda. It's all your choice. Yesu, ni wakati wa kusikia maneno yako. Sasa Baba wa mbinguni, ni wakati wako, tunataka tusikie maneno yako, yakaguse maisha yetu, yakaguse mioyo yetu, na yatupe nguvu ya kuendelea mbele. Baba, asante hili neno lako, naomba sasa kalifunue kwa watu wote wanaosikia sauti hii, wote waliomo hapa Nyanchwa District Kenya, na wanaonisikiliza sehemu mbalimbali. Yesu, naomba ili neno likapate kupita na kugusa mioyo yetu
katika jina la Yesu naomba sasa, zungumza. Amen. Somo la leo linasema yote yatakuwa hadithi. Haleluya, haleluya. Yote yatakuwa. Mwambie jirani, jamani wageni mtanisamehe. Jirani, turn to your neighbor, mwambie jirani, yote yatakuwa hadithi. Mwambie tu upande wa pili, jirani, yote yatakuwa hadithi. Yote yatakuwa hadithi. Wapendwa, haleluya, haleluya. Yote yatakuwa nini? Sikia nikwambie, ni kweli tunaishi katika dunia ambayo katika level zote kwenye maisha yetu, naongea katika level ya familia, kuna majira ambayo mama unapitia maswali yasiyokuwa na majibu. Yesu anaongea na yule baba ambaye katika pale nyumbani kwake anapitia machungu yasiyokuwa na majibu. Yule kijana Yesu anaongea naye katika asubuhi ya leo ambaye anapitia vipindi vigumu, vipindi ambavyo hajui afanye nini. Sikia nikwambie, Yesu anasema wakati wa Bwana ukifika. Halo. Wakati wa Bwana ukifika, wakati wa Yesu ukifika, yote yatakuwa nini? Yote yatakuwa nini? Mwambie jirani, wakati wa Bwana ukifika, yote yatakuwa hadithi. Yote yatakuwa hadithi. Haleluya, haleluya. Najua nilikuwa natoka Nairobi kwenye crusade. Kabla sijaja hapa siku ya Jumamosi namaliza crusade pale Nairobi. Nikiwa niko njiani usiku na safari na kuja huku, mida saa 6 usiku, nilishangaa nikaona njiani maiti imegongwa. Hapa kumesagwa, huku pako hiki kiko kule, upande wa mguu uko kule na hiki kimetengwa pembeni. Just imagine, mke wake nyumbani anamsubiri. Watoto wake nyumbani wanamsubiri. Na wanategemea baba atakuja. Wanategemea dadi atakuja. Lakini cha ajabu ni kwamba hawana taarifa ya kwamba baba ameshasagwa njiani. Sikia nikwambie, Jesus is coming soon. Yesu anakuja, na akija yote yatakuwa hadithi. Haleluya. Yaliyoondoa amani katika mioyo yetu, yaliyoondoa furaha katika mioyo yetu, yaliyoondoa matumaini katika maisha yetu, saa inakuja yote yatakuwa hadithi. Haleluya, haleluya. Saya tunapata kisa cha ajabu, kisa cha kusimua, kisa ambacho Yesu anataka leo mama, baba, kijana tuweze kumtafakari Yesu kupitia hichi kisa cha ajabu. Kinamhusu kijana wa ajabu. Kijana huyu alizaliwa na mama ambaye sio shemasi, sio mke wa mzee wa kanisa, sio mke wa mchungaji. Mtoto huyu alizaliwa na mama kahaba. Kahaba. Sehemu ambayo utagamie kuona mtoto wa maana akitoka kwenye nyumba ya kikahaba. Hatutegemei tumuone waziri ametoka kwenye familia ya kikahaba. Tunategemea tumuone mtoto wa waziri akitokea kwenye ukoo wa waziri, akitokea kwenye familia fulani nzuri ya status fulani. Lakini nampenda Yesu, anaenda kinyume na historia na taratibu za kibinadamu. Haleluya, haleluya. Yesu akiamua kuja kukushika mkono, kukutoa hapo ulipo, ajali historia yako ni mbaya, ajali familia yako na historia gani, anakuinua
pasipo kuangalia unatoka kwenye familia namna gani. Haleluya, haleluya. Sikia nikwambie, na ndipo naongea na vijana fulani katika hili kanisa. Naongea na kijana fulani maeneo fulani anaposikiliza nyumbani, ambaye anasema mimi maisha yangu yataishia hapa. Kwanza sina ndugu, sina mjomba, sina mtu fulani ambaye ana cheo serikalini. Sikia nikwambie, una baba ambaye dunia na vyote vijazavyo ni mali yake. Haleluya. Hatutaji wakati wengine wakitaja wengine, sisi tunataja jina la Yesu. Haleluya. Mwambie jirani, taja jina la Yesu. Taja jina la Yesu. Anasema kijana huyu, ndipo namuona kijana Yefta akiwa amezaliwa kwenye familia ambayo ni ya kikahaba. Familia ya kikahaba, familia ya ajabu, yenye historia mbaya, historia mbovu. Lakini nampenda kijana huyu. Mungu aliweka ushujaa ndani yake. Ni mtoto wa kahaba, lakini anasema alikuwa shujaa. Si wewe nikupate ile jambo, sikia. Haijalishi umezaliwa kwenye familia namna gani, bado Mungu anaweza akachipua jambo jema ndani yako. Haleluya. Na ndipo anasema wakati amezaliwa kwenye familia hiyo, Roho inaniambia niongee kitu hichi hapa. Wewe kijana, huwezi ukachagua familia ambao utazaliwa, ila unaweza ukawa source ya history breaker katika familia yenu. Haleluya, haleluya. Wewe ndio Mungu anaweza akawa amekuinua kwenye familia hiyo, ili wewe ukaandike historia mpya kwa wazazi wako. Haleluya. Haijalishi, huwezi ukachagua familia ya kuzaliwa, ila wewe Mungu anaweza akakutumia ukabadilisha historia yote mbaya katika maisha yenu. Haleluya. Acha kuwaza historia gani umezaliwa, familia gani, bali muulize Yesu, kwa nini umeniweka kwenye familia hii? Timiza kusudi lako ndani yangu. Haleluya, haleluya. Anasema ya kwamba kijana huyu wakati amezaliwa kwenye familia hiyo, ndipo anasema cha ajabu ya kwamba baba yake, ndugu zake wale wakawa namuona, wakanamwangalia. Ikafikia umri fulani wa maisha, umri fulani, wale ndugu zake wakamwambia, toka kwetu. Mwenyewe hata mama yako hajulikani. Ondoka kwetu, hautarithi, toka. Nani ajuaye, huenda hata chakula alikuwa anakatazwa asile. Halo? Ikiwa tumeweza kufukuza nyumbani, chakula tutakupa? Hata inawezekana wakati fulani wakifika naambia, wewe hautakula mezani, wewe kula huko jikoni. Sikia nikwambie, wacha wakudharau, wacha wakudhalilishe. Wewe simama na kusudi la Mungu ndani yako. Haleluya, haleluya. Wakamdharau, wakamdhiaki, wakamfanyia kila namna. Wakasikia nikwambie, mawimbi ya bahari hayabadilishi mwelekeo wa samaki. Uyaelewa? Mawimbi ya bahari hayawezi kubadilisha mwelekeo wa samaki. Samaki atasafiri kwa mwelekeo wake. Haleluya. Sikia, maneno mabaya kumtamkia mtu hayatabadilisha hatima yake. Maneno mabaya kama Mungu hajaruhusu ni sawa na mtu anayetafuna bigiji. Atatafuna na muda utafika, atatema na mate atarudia yale. Mwambie jirani,
Kumsema mwenzako ni sawa na mtafuna bigiji. Saa yaja utatema tu. Jamani, haleluya. Hatuogopi maana tuna Yesu. Maisha yako hayajashikwa na mwanadamu, yameshikwa na Yesu peke. Mwambie jirani, maisha yako hayashikwa na mwanadamu, yameshikwa na Yesu. Haleluya. Sikia nikwambie, anasema baada ya pale, anasema wakamfukuza toka hapa. Wakamfukuza kijana yule, na yule kijana akiwa machozi yanamtiririka, akiwa anavuja machozi. Ndugu yangu wananifukuza leo. Ndugu zangu wananifukuza leo. Wananifukuza. Hakuna vita mbaya kama vita ya ndani ya familia. Hakuna vita mbaya kama vita iliyomo ndani ya familia. Wazazi mlioko hapa, hakuna vita mbaya kama mama na baba hawapatani. Hakuna vita mbaya kama hiyo. Kama wazazi na watoto wafanye nini? Ni vita mbaya. Sasa leo mnamfukuza mwenzenu, mwanafamilia mwenzenu mnamfukuza. Ndugu zangu wanyachwa, ninyi ni familia, msigombane, pendaneni. Haleluya. Ni kweli tuna tofauti. Hatufanani, huo ndio ukweli. Hatuwezi fanya nini? Lakini katika tofauti hizo tupendane. Haleluya. Tupendane. Sikia, anasema Mr. Yefta akachukua nadhani kimfuko kidogo, hata nguo zake zimechafuka, zimetoboka, maana hata wa kumnunulia nguo alikuwa hayupo. Yaani ili ujue ni kwamba ndugu zake ndio wanaomsema. Ina maana hata nguo kwake ni changamoto. Yaani hata nguo hana, nguo hazipo. Wakamfukuza. Yefta akiwa ameshika kamfuko chake, anaondoka. Wanadamu watakuacha, wanadamu wanaweza wakakutupa, ila Baba hawezi kutupa. Jamani, haleluya. Wanadamu wanaweza kukufukuza wakidhani wanabadilisha historia yako na maisha yako yameishia hapo. Hawajui kuna mkono wa Bwana utakushika na kuinua tena. Haleluya. Wakamfukuza. Yefta anaondoka. Kama vile namwona Yefta naimba, popote na Yesu mapo Yesu ndio. Sikia nikwambie, anaimba, namwona naimba, yani machozi unazania kuwa na raha. Unaenda, hujapewa kitanda, hujapewa chochote, unaenda wewe hivyo uli. Yani pasaku machozi akiwa na mvuja. Yefta kozi anaimba yakiwapo majaribu. Yefta anaimba yote moyo, anamwambia Bwana, ninaenda sijui, nawaacha wazazi wangu, ndugu zangu wananiacha. Asema Yesu, ninakwenda. Anajua Bwana atamlinda. Wapendwa, watakuacha wote, lakini Bwana hawezi kukuacha. Watakutupa wote, lakini Baba yako wa mbinguni hatakutupa. Haleluya. Ni kweli hautapata msaada
ni kwa nini wewe? By the way, hauna chochote, hauna ndugu, by the way, huna chochote. Ondoka, wacha wakutupe, yuko Baba. Haleluya. Mwambie jirani, yuko Baba. Mwambie jirani, yuko Baba. Anasema ikapita miaka mingi, Yefta ameshakuwa mkubwa, ameshaoa na akawa na binti yake mtoto mmoja. Halo? Anasema wale wengine kule nyumbani wakawa nakula maisha yao, wanakula chapati, wanakula nini tena? Githeri, wanakula wanakula mchele, wakula bukima, wanakula wakana enjoy kweli, wana enjoy. Hawajui, wanajua yule ameshakuwa chokolana. Sasa Mungu akasema, umemtupa, sasa naenda kumpandisha thamani. Mlimtupa, ninaenda kumpandisha thamani mimi mwenyewe. Yesu akasema, mmemtupa. Si mmemtupa. Sasa ngoja niwaoneshe sasa. Sikia. Mungu nampenda sana huyu Yesu. Anasema akaleta vita. Halo? Akaandaa majeshi ya Amoni. Akawaambia, nendeni kawapige wale wa Israeli. Wanajifanya wamemchokoza mwanangu. Sasa nendeni kawatandike. Sikia. Anasema wale wazee waliposikia hizo habari ya kwamba wanakwenda kutandikwa, anasema wakafikiria, jamani, sasa tunafanyeje hapa? Tunafanyeje? Nikasikia sasa wazee wamekaa na nywele zao nyeupe, lakini sio wazee wa Sanhedrin. Halo? Sanhedrin. Sio wale jamani. Sawa? Wazee wakakaa vizuri, wakasema, jamani, wakwenda kumtafuta ni nani? Jamani, ni nani? Sikia nikwambie, wacha wakutupe, saa yaja watakutafuta. Acha kubembeleza, acha. Mwambie Yesu amenitupa, mimi naenda. Ninaomba Yesu nipiganie. Yesu, saa itafika wenyewe. Nawaambia hapa ndipo napowaambia wadada, halo? Umeachwa. Halo? Umefanya nini? Sasa acha kuandika status, ananipenda ni mama yangu tu, wanaume wote ni mbwa. Ulikuwa unaenda saluni, uendi saluni tena. Yaani ndio unaanza kuvaa manguo ya ajabu. Sikia nikwambie, ukiachwa okay, achika sawa. Lakini sasa tafuta nguo zako, nenda dukani, tafuta nguo yako, ile nguo kali, kali na viatu vizuri. Si umeachwa bwana? Maliza, chukua na kale perfume kazuri. Yaani haleluya, na kala mkoba. Alafu siku moja unaenda kwa makusudi tu kanisa, ndio kaa naye pembeni pala, tulia tu. Nasikia dada samahani. Jamani, haleluya! Watakuta. Acha kulialia. Wewe ni mtoto wa Baba. Haleluya! Mwambie jirani, ukiachwa usilie, watakutafuta. Mwingine ameachwa jana. Jamani, haleluya! Anasema wakaanza kumtafuta, wakamtafuta. Na ndipo anasema wazee wakaja, wengine wazee na umvi, wengine wazee wakaja na miguu yao. Jamani, Yefta ni wapi? Yefta akashangaa, watu wamekuja wazee. Akashangaa, yule si mzee nani yule? Si mzee nani yule pale? Yule si mzee fulani yule. Leo kuna nini kimetokea leo? Wazee wa kijiji wote wamekuja. Akaangalia. Akasubiri, akasema, mtoto wetu Yefta
wailile. Halo. Sikia, kuna aibu yule uliyemtukana alafu ndio unaenda kutafuta msaada kwake. Halo? Yaani usilimtukana mtu alafu siku moja unashangaa unaenda kwake, yeye ndio bosi. Yaani unashindwa hata maneno yani. Halo? Unashindwa. Ndugu yetu, mtoto wetu, tusamehe sana mtoto wetu. Sio kupenda kwa, ni bahati mbaya tu, ni shetani. Unajua huyu shetani huyu shetani, tusamehe tu jamani, tusamehe. Anaambia nini? Tusamehe. Nisamehe kuna nini? Tutapigwa. Sasa nini nataka? Tusamehe, tunaomba uje tu. Kuna watatuua mwanangu, watatuua, tusaidie tu mwanangu, tusaidie. Hivi nyie, si nyie mlinifukuza tena mkanifukuza na hata mkunipata chakula mchana, mkaniondoa, mkanifukuza. Ni kweli, lakini tusamehe. Tumeamua kufanya nini? Tumeamua kufanya nini? Sikia nikwambie mama, baba na kijana ulioko hapa. Yule ndugu yako aliyokufanyia mabaya, wakati Yesu atakapoamua kuinua juu. Halo? Kuinua juu. Na akaja kukuomba msamaha na msaada, usilipize nini? Wewe nenda kamfanya nini? Kamsaidie. Haleluya. Hata kama alidhalilishwa kama Yefta akawaangalia, akasema okay, nimeamua kuwasamehe, ninakwenda kuwasaidia. Haleluya. Yusufu alimfanyia hivyo. Yusufu akasamehe, akaenda akawasaidia. Haijalishi umefanyiwa mabaya na ndugu yako yupi, na sasa uko level nyingine ya juu, kawasaidie. Wakiwatendea mabaya, wewe watendee. Maana matatizo yana tabia ya kukutanisha na wale uliowaona hawana thamani. Halo? Matatizo yana tabia ya kukutanisha na yule uliomuona takataka. Halo? Heshimu mtu si kwa sababu ya status yake, mheshimu kwa vile na yeye aliumbwa kwa mfano wa Bwana. Haleluya. Usimheshimu kwa sababu ya status, mheshimu kwa vile yeye ni mtoto wa Mungu. Haleluya. Sikia, Yefta akawaambia, nikienda itakuwaje? Akasema, utakuwa top katika nchi ya Israeli. Haleluya. Haleluya. Yule aliyetupwa leo anafuatwa kwenda kuombwa aje kuwa top. Sikia nikwambie, kuna wakati Yesu ataruhusu utupwe ili uje kuwa top. Unaelewa? Kuna wakati Yesu ataruhusu udhalilike ili baadaye akuheshimishe. Kuna wakati Yesu aliruhusu Yusufu aingie gerezani ili aje awe waziri. Aliruhusu auzwe ili aje kuwa waziri. Sikia, Mungu kuna wakati shule yake ni ya ajabu. Anaweza akaruhusu kabisa na ukaomba akakaa kimya, lakini ukimya wa Mungu una kishindo kikubwa nyuma yake. Haleluya. Ukimya wa Mungu wa mbinguni, wakati unapitia mazito moyoni mwako, una kishindo. Saa akishuka, dunia nzima itasema huyu akupata ushindi kwa nguvu zake, alipata ushindi kwa nguvu za Mungu.
Haleluya. Mwambie jirani, jirani, ukimya wa Mungu una kishindo. Haleluya. Haleluya. Sikia nikwambie, walimtupa, sasa wanaenda kumtafuta. Halo? Ndipo ninaambia neno nalipenda kuliongea sana. Kuna watu wanadhani walipofukuza kazi habari yako imeisha. Halo? Kuna watu wanadhani walivyokuchongea kwa bosi ndio maisha yako yameishia pale. Halo? Ninyi ni watoto wa Mungu. Mtoto wa Mungu akitupwa hajaendi kufa. Ni kama nasema sehemu fulani hivi ya kwamba hamjazikwa, mmepandwa. Saa yaja mtachipua. Jamani, haleluya. Haleluya. Mwambie jirani, jirani, haujazikwa, umepandwa. Saa yaja utachipua. Geukia upande mwingine, mwacha mgeukie mwingine tena upande mwingine, sasa nyingine. Mwambie jirani, jirani, haujazikwa, umepandwa. Saa yaja utachipua. Haleluya. Haleluya. Sikia. Ukipanda mkono wa karanga utavuna gunia la karanga. Haleluya. Walidhani wakimnyima urithi pale watamkomoa, kumbe walikuwa wamempanda. Saa ikafika akaja kwa top mfalme wa Israeli, mwamuzi wa Israeli. Haujazikwa mama, hujazikwa kijana, saa yaja utachipua. Haleluya. Haleluya. Sikia nikwambie, anasema akaweka nadhiri kwa Mungu wa mbinguni, kwa Bwana, ukinisaidia nikashinda hii vita, nitakachokutana mbele yangu nitakitoa sadaka. Na ukweli, alivyoshinda vita akatoa sadaka, maana mtoto aliyekuja alikuwa ni binti yake wa pekee na alimtoa sadaka. Nipitishe kwa ujumbe fulani hapo. Mpendwa, timiza nadhiri yako. Haleluya. Mungu atakufanyia yote. Omba kwa nadhiri, alafu mwambie Bwana, ukinifanyia hili nitafanya hili. Na utakapofanyiwa hayo, kumbuka nadhiri yako, kaitimize. Haleluya. Ondoka na mambo haya siku ya leo. Jambo la kwanza, haijalishi umetokea katika familia ya namna gani, Mungu anaweza akakuinua wewe ukawa history maker kwenye familia yenu. Haleluya. Haijalishi umetoka katika historia, ukoo wa namna gani, Bwana anaweza akakuinua wewe ndo ukawa chanzo cha kuinua familia yako. Haleluya. Jambo la pili, heshimu kila mtu pasipo kujali yeye ni wa level gani. Haleluya. Jambo la tatu, kuna wakati utapitia kwenye machungu yanayoumiza. Kuna saa Yesu ataruhusu kazini ufukuzwe. Kuna saa Yesu ataruhusu hata kazi usipate. Kuna saa Yesu ataruhusu familia iumbe. Kuna saa Yesu ataruhusu upitie vidonda vizito, na uliomba na utafunga, lakini atakaa kimya. Usiogope, wakati wa Bwana ukifika, yote yatakuwa hadithi. Haleluya. Yote yatakuwa. Haleluya. Sikia, ondoka na hili. Saa yaja, mwisho wa story yenye maumivu ni furaha ya kudumu. Haleluya. Jambo jingine, usilipe kisasi kama Yefta. Yefta hakulipa kisasi. Alienda kuwasaidia wale
waliomtusi, waliomtesa, alienda kuwasaidia. Ukitaka mabaya yasiondoke nyumbani kwako, lipiza kisasi. Ukitaka mabaya yaondoke, tulisoma historia ya wiki iliyopita, wakikufanyia mabaya watendee mema. Ukifanya vile, mabaya yataondoka nyumbani pako. Haleluya. Omba kwa nadhiri. Kuna wakati mwambie Bwana, ukinifanyia hili Baba, itafanya hivi. Na ukiomba kwa nadhiri, timiza. Jambo jingine, unapotupwa haujazikwa, umepandwa. Saa yaja utachipua tena. Na ukichipua, thamani yako sio kama ile ya mwanzoni. Thamani yako itapanda. Hallelujah. Get the point. Take a step forward.